nimeipata sasa, hii nyumba sasa hivi ni yangu. Kila kitu kiko chini ya miliki yangu. Nimetoka mbali kweli. Basi dada na DJ. Kasongo yeye. Beri nanga. Mungu ananasa, chukia tu. Mungu ananasa. Nimesahau kiatu kweli nilipoimba Musa. Nimesahau kuvaa kiatu. Mungu ananasa, chukia tu. Kivae. Mungu ananasa, chukia tu. Kivae. Kiatu cha uzinzi kivue. Cho kiatu cha kiguja kivue. Kiko wapi? Mzigo una? Mzigo wapi? Leo familia. Kwa wewe. Mimi nakula kavu, Nakula? Kavu. Kavu gani? Asema kuna kitu, kuna banju. Au kuna mshasha huko? Hii kavu na kula, ujue umesema gumu mbele wangu. Ndugu zako tu yani nakwambia hapo una kitu. Sina. Mbona mbishi? Dogo vipi? Sio alipoa. Kama kawaida. Mbona ni dogo vipi mwanangu? Cheki mali kwanza hii hapa. Mbona unabana? Wewe kama toa. Kwa blaza hiyo. Sio fresh. Kama kawaida. Nipe michongo sasa. Kwanza bora kidogo. Moka. Hebu shika. Ndio kwanza sasa. Hivi kinatofuti. Ndio sasa. Hapo ulimwekeza ile nani? Wacha naye kwanza. Nipe michongo kwanza. Kuna upepo vipi? Wasikia sawa, acha kwanza na mambo ya nani. Nipe michongo mwanangu, tunaishije mwanangu kwa dakika za mwisho na nibdo pale kazi ngoma maskani hoa. Dogo kwa kuna upepo vipi mbona ngapi cha kwako dogo sikia sana mgogo bro vipi ndugu wangu huyu hapa ni mdogo wangu sawa, huyu hapa ni mdogo wetu sisi wote hapa maskani sawa. Sisi mimi na wewe tuko kwa blaza pale tunataka wewe sisi na gomvi
Lakini mimi na wewe tunadhani tu vizuri. Na tunaheshimiana tu. Sasa ndugu wangu, wote hapa, leo tunakomba tu tupishe tu mara moja. Tupishe tu mara moja. Mara moja. Mara moja tu. Mara moja mara mbili dogo. Mara moja. Mara mbili. Mara moja. Natakupiga banzi mwanangu. Fitika hapo tembea kwanza. Hapo mwanangu na mpetipetu usenge kwanza. Na bangi zangu ndio kibitu chako sasa. Unajua shilingi ngapi? 5000 hiki kimoja. Na nipe michongo babu. Zima sasa, wewe vipi mwanangu unawasha dakika za mwisho hapo vile hadi kimechemka cheki. Nipe michongo sasa huko leo. Si. Unajua nini ndugu wangu? Mimi nitakuzindua. Ongea vya point babu, mimi na mitikasi yangu hapa dakika za mwisho nimewakuta hapo mko na dogo sijui mnajadili nini. Oa. Nipe harakati basi. Tunaishije hapo mwanangu hakuna hata misosi huko. Afu mwanangu acha ujinga mwanangu, dakika za mwisho mwanangu naongea na wewe hapo uko busy na sigara mwanangu. Nikwambia kitu mdogo wangu. Mimi sifuti fegi wa kupenda. Ila mimi navuta fegi janja na matungutu yote mimi nayavuta kwa ajili ya tunafuta tu jasiri ya kuiba. Kumbuka mimi na wewe zamani tulikuwa tukoje? Tulikuwa tukoje? Mimi na wewe tulikuwa watu wa salabu sana. Lakini sasa hivi sasa kama sasa vichasa sasa tu. Sasa tutapa ni vichasa. Sikia Samina mchongo mwanangu. Unamjua mama Shabani pale kwa nani? Kwa Bikoba pale. Mama Shabani kwa Bikoba. Unamuelewa huyo? Namjua. Ninamjua. Kwa nimepita pale dakika za mwisho za asubuhi. Alikuwa anafua nguo. Afu nguo mwanangu ni kali kinyama yani. Fanya pale sikia sasa nipangilie. Afu kofia mwanangu natembea na kofia sisi ndio nini sisi. Ndio na kofia sisi mwanangu. Basi tuache na hivyo, tuache na hivyo. Kuna nguo pale sikia sasa. Sikia wewe utatokezea nyuma ya nyumba. Unakupa utatokezea nyuma ya nyumba. Unatokezea huko kwenye nani kwenye mahindi. Utachukua kuna kadeti mbili pale pembeni, nitachukua hizi suti hizi na wapeleka wachungaji. Hebu sikia nikuelekeze kitu. Yule mzee Plaza ambaye ameiba chetu alituambia kila siku every day tunampelekea mzigo. Sasa mwanangu everyday ndio ni mwanangu atakusoma mwanangu tu watu wanajificha kwenye shamba la naenda kalanga. Kila siku tu tunampelekea nguo. Kama ni beji kama nini tumeiba tumpelekee yeye. Ile sawa sana. Sasa hii kanjumba Samdo wangu sasa. Hebu nipeni sasa moja hii hapa. Kwa shanga za lao. Sasa hivi kuna huni mwanangu anapiga kiatu hiki, kiatu moko. Sikia sana nikwambie kitu. Mimi hapa yule mzee ameniambia nikutane naye. Sote mimi hapa simu mimi sina. Mimi simu hapo mimi nilikuwa nayo mimi nimeuza. Shona mimi simu nimeuza kwa mambo ya kijinga mwanangu. Kule kuna mambo hivi kibao mwanangu. Hapo nilikuwa nishapiga foto mwanangu niko na piskali mwanangu afu nikaza mwisho nafuta mwanangu picha zangu zile. Oa, hebu sikia. Nilikuwa na demu ujue. Unasikia yule brother amesema tukutane naye. Twende akatupatie michongo. Kile tunafanyaje? Basi. Nikatae. Toa mguu sasa ona nini tu. Amka twende basi. Vipi mwanangu? Hapa mshukuru. Unashukoje? Issue sasa hivi imekaa vizuri. Iko vizuri. Iko poa kabisa. Yaani iko safi. Haina shida yoyote. Yaani haina wenge, yaani chochote kile. Mimi nakarakatia mpango unakaa sawa yani. Kabisa? Yaani kwa sababu mambo yamenyoka hapo fresh yani. Yako sawa. Na sasa hivi hata kama ukitaka hata viwanja 10 hapo umefika. Kwa kwanza mwadi kwanza. Okay, ili tuonane vizuri. Maana unaweza hata kwa sawa hata siku nyingine. Unajua tena. Ni sawa kabisa. Uko vizuri. Niko poa kabisa. Nani hati kwako? Hati bana, hati ninayo.
lakini ili kusudi nikukabidhi hadi hati uangalie. Kwa hiyo natakiwa hata kiwanja chenyewe huu umeshakiona. Umeshaona. Kile kiwanja kikiona ukipenda baadaye ndio tunaelewana na kukabidhi hati na nikabidhi hela yangu, kila mtu anasambaza kiasi. Wewe unaonaje? Iko sawa hii. Basi poa. Maana hapa mimi nadhani hapa naenda nyumbani kidogo. Maana nimesikia taarifa kwamba bibi anaumwa. Kwa niko naenda unarudi muda saa ngapi? Hapa naweza nikarudi kama mida ya jioni kidogo kama saa 9 hivi. Kwa ndo naweza nikarudi nyumbani. Sasa mcheki kama. Basi poa basi. Haya poa. Blaza. Njoo. Bayana tunaenda. Sasa unajua bana, sio binadamu. Sawa. Na binadamu kiukweli usipende kumfanyia mtu kitu ambacho upendi kufanyiwa. Sawa. Na ukiangalia kwa kitu tunachofanyia sisi unatuonea kiukweli. Lakini naona kama vitu upo sahihi, lakini nakosea kitu sana. Sababu gani? Ile nyumba tumechoma wazazi wetu. Sasa wewe leo hii sasa sababu wewe ni kwako. Hapo unamiliki hati. Sasa tukatai ndio, sasa tukatai. Unasikia nikwambia ile nyumba kabla wazazi wangu kufariki. Ile hati ilikuwa kwangu. Kwamba tunajua sababu ushaanza mambo yako sasa. Hati ni kwako, aliapo ulichukua mwanangu hapo dakika za mwisho tunaanza. Sasa mnacho. Alikuwa tunafikiria. Asikia sasa bosi mimi tunafikia mbali huko. Mdogo wangu. Kama ukijua wakubwa uko naongea wewe nyamaza. Mimi nakujua moto wako. Nimekausha sasa. Ndiye kama unanielewa sawa. Maana yani mimi ni wakubwa. Brother mwanangu sana wakubwa mwanangu afu anaambia kwamba tukiweka vena nyolewa. Vipi wewe? Ndio hivyo sawa. Sasa wewe tuko basi tunakuomba basi tupate basi chance. Na ile misha ambayo ulituambia kama tunafanya kila siku, yani kila siku tu tunakuletea mzigo ambao tunaweza kuiba, tukuletee wewe. Sasa leo ni kama siku ya ngapi eti mdogo wangu? Siku ya 3. Sawa, siku ya 3. Lakini kwa mzigo ambao tumekuingizia kwa kweli ipo siku atatukamata watu huo bosi. Sasa mnasikia? Nisikilize vizuri. Kitu ambacho ninachokitaka kwanza itoshe ndani kwangu. Mnasikia? Viti mimi ndani vimeisha. Sawa? Kwa hiyo kwa sasa hivi ninachokitaka nataka mtafutie viti vizuri na mniangalizie kama vile vya wanafunzi vile vya madarasani. Vile ambavyo unaonekana vyeupe. Alafu sasa hivi sitaki yale masturi mnayoibaga masturi machafu sana. Sasa bosi. Kwa tukileta hivyo vitu manhapo na sio utatupata. Yaani mnasikia? Kuhusu hati. Sio hii sawa. Sawa? Msahau kabisa. Maana mkija kuangalia hati mimi nayo. Na kitu nachoombeni. Asikia kwanza. Kwa nini utuambia kwamba hili jambo tusimshirikishe kaka yetu? Na pale nyumbani tunaishi sisi tupo watatu. Na hiyo hati kaka yeye anajua anayo yeye. Halafu sasa hii unatuambia kwamba hati nayo wewe. Halafu unatuambia kwamba tusimwambie kaka yetu. Sasa utuficha nini au sisi tuelewe yani? Na kitu ambacho tunachotaka kuambieni nyote, atakaye thubutu kumwambia nani kaka yenu, wallahi kiwanja kile na kiuza. Na mnabaki mnatapatapa, hamna kwa kulala, mtakuwa mnalala mitaloni. Kuanzia hiyo siku mtakuwa machokula, mtakuwa mnabeba makopa, kila kitu mwanzo mwisho. Sasa sikia basi chance basi sikia. Unajua kaka yetu sisi sasa hivi anachukua vile sisi ni majambaka. Sawa? Yaani kaka yetu sasa hivi yani hatupendi. Yaani sasa hivi sisi kwa nisemeni kaka yangu. Unajua nini unakosea? Kiukweli basi yani kidogo tu afadhali ungemwambia basi kaka yetu kama hatunayo wewe. Anatuchukia sisi leo hii. Mimi kaka yangu alikuwa anipenda mimi, ananichukia. Kakaangu mimi ananichukia. Na mimi sasa wewe mtu sio wapi eti. Basi tukamwambia kaka yetu basi naye ajue. Nimeshasema sawa, atakaye thubutu kumwambia kaka yenu
Ile nyumba naiuza, mtakuwa machokula, mtakuwa mnatamba, yani mnatakata kama wewe sio wewe, machizi sio machizi. Mtakuwa mnakuta mambo mwanzo mwisho. Sasa kwanza huyu hapa nywele huyu. Unatudharau sasa. Hii ni brand hiyo kwamba ni unadharau. Hii ni brand man. Nyamaza nishakwambia ni brand. Nyamaza nishakwambia. Mimi najua umesukia kwa shilingi ngapi? Mimi najua nitazingua oa. Akili yako mimi najua. Utafika mara 6. Kaka angalia hiyo hapo. Huyo hapo kwanza ni mtabangi. Sawa. Basi mimi kama basi naomba basi yani nipate basi chance. Au tuandikane mkataba. Mkataba wa? Ndio kufanyia kazi kila siku. Utupatie muda wa kumaliza hiyo ya nini ya kumaliza squat yetu tumalize kazi. Okay, sasa ili kusudi hiyo hati muipate. Nasikia vizuri. Nacho waombeni. Nacho waombeni. Nifanyie kazi baada ya miaka 6. Mtakuwa mnaiba na kingine nacho kitaka mimi kama mimi. Kwa hiyo umri unanionaje? Miaka 6 unajua ni midogo hii. I say, kwa umri wako unavyokuangalia, wewe unafaa kabisa kuiba matairi ya gari pale garage. Kama ni matairi hadi ya baiskeli mimi nayo. Kama unahitaji nikuletee. Basi sawa, lakini kama tupate yetu, huyu hapa nikimwangalia huyu anafaa kwenda pale kwa mama Muadhamu. Utakuwa unaenda pale unaiba masufuria mwanzo mwisho. Sawa? Yule mama, hizo laki yule mama ni mkorofi. Kitu washaga moto kama mara 3 hivi. Hata msosi pale tukiiba hata buku 2 hapa tukienda pale kuchukua na nini msosi pale anatulima. Kila siku tunakuwa matembele kama mbuzi mwanangu. Alafu dakika moja na mwisho tunataka majerusho mwanangu miezi 6 anachukua miezi 6 ya kitoto hiyo. Sio miezi 6, miaka 6. Sasa unaona sasa kumbe nilikuwa nimekosea sasa. Sasa unasikia nikwambia kitu kimoja. Iko hivi. Wewe nenda kaibe nini? Bosi unazingua bwana. Mimi na matairi ya baiskeli. Sawa tumalize ile baiskeli bwana yafai. Kia kaka basi mchezo sawa. Sawa. Mimi nakuomba. Acha basi hata miezi miwili. Miezi miwili ya? Ndio miezi miwili tu hapo tumalize. Sasa naona tumeshindana kabisa. Kama vipi? Unasikia? Yaani kama vipi? Nyumba nauza? Ndio. Mzee kila kitu napeleka. Mzee sikia. Mzee sikia sasa nipange. Sikia mzee nikupange. Mimi kuna mizigo fulani hivi mitatu. Sikia nikupange mzee. Kuna kitu ambacho nimekichukua China. Nasikia kama ukio makini. Kuna mahindi. Nasikia? Sasa mahindi gani? Kwanza bro, alafu mimi nitakuzingua. Mimi nataka hati yangu hapa, au mimi nitakuzingua. Sio hati. Na viti, hadi na matairi ya baiskeli na wewe, vile nakuletea hapa. Nikishakuletea, nataka hati yangu. Na nisikiliza vizuri. Naombeni nyote kae chini sawa. Hata sijaamsha baba yangu. Nadhani hapa nikiamua hamna mtu ambaye anaweza nikagombana naye. Sawa? Najua pesa zangu nazisikia. Kugonga wewe kiatu chako hicho kinanuka bwana. Sikia. Nakusikia. Wewe mguu mwenyewe hata unawi. Sikia, mimi nimekwambia miezi miwili tutamaliza. Miezi miwili? Yaani miezi miwili. Eti kaka, miezi miwili tutamaliza sisi. Sawa. Naona wewe jamaa. Ndio kuna mpeti wapi mimi nitakuja nikukanyaje mwanangu mimi nishakwambia. Mimi napanga hivi nimetata ile mizigo ambayo nimeweka nyumbani alafu dakika zote mwanangu nampanga hivi na mpeti yani. Au nyote ni kitu kimoja au? Nyewe wote ni kitu kimoja. Sasa wewe jikatae bwana. Toka huko. Leo tunaweza kusogea hapa kwanza tukaongea mambo matatu. Sawa. Karibu. Asante. Sasa mtu wangu hapa na nilichokuitia hapa ile begi hapa kuna mzigo umejazwa huko. Sawa? Mzigo huu una rasilimali kubwa sana. Sawa? Umetokea mbali mno. Kwa hiyo inabidi ufikishe sehemu kila ambayo nimekuagiza salama. Sawa?
usifananishe mzigo na vitu vya kijinga. Sawa. Sawa? Sawa. Basi jitahidi hivyo mzigo ufike. Sawa. Basi safari njema. Sawa. Haina shida. Sawa. Basi Mungu akutangulie inshallah. Usifananishe mzigo na vitu vya kijinga. Sawa.